was an accident. Mimba sio accident. Kupata mimba hakuna. Wewe venye umetembea huko kote, ushaitembea Thika Road ukapata kuna mboro imesimama ukislide unaangukia. Hakuna. Mimba ni process. Unaenda kwa nyumba, unalala chini, mtu anakupanda juu, unasikia? Mpaka hiyo wakati mwanamke anaongea kizungu. Harder, faster. Anakufundisha kazi yako, unaona? Then ukishapata mimba, unakuja kusema no. Hauwezi angukia mbora. Hakuna mboro ziko Thika Road zimesimama. Hauwezi slide uangukie mbora. Hadi wakati mtu ako juu yako, kuna wakati Mungu anaona msichana anaenda kupata mimba. Inatoka nje. Yeye ndiye anarudisha. So mimba si accident. Neno tukishafika kwa nyumba, unaanza kupigia mwanaume sijui ati ulikame ndani yangu. Hizo ni swali gani za ujinga? Anytime you are having sex without protection, what do you expect? Jua kuna maugonjwa na kuna mtoto. Hakuna TV, hakuna utailetewa TV ati 42 inch ati Omari umehave sex bila condom ndio 40. Hapana. Tuache kurembesha hizi vitu ati sijui ati mimi ni side cheto wake, sijui mimi ni nani wake, sijui mimi ni sijui mpango wa chieta. Hizo vitu zote ziko under one name. There is nothing like mpango wa chieta. Mpango wa kando jawa. Lakini Kenya hakuna mwanaume malaya kama married man. Yes. Yes, a married man ndio mtu atachat na wewe na profile yake ni mtoto na bibi. Na anakuchatisha. Na wewe mwanamke bongolala pia wewe unasikia. That's why unasikia kama sana wana akili. Unasikia mchana anasema ati mimi namfanyia kitu bwana yake hizi, kitu bibi yake hizi fanya. Let me tell you. Mwanaume hata ulale na yeye usiku mzima, uamke usiku kama amelala umpe Weetabix, uamke umgeuze shingo asinyongwe na mate usiku. Mwanaume malaya ni malaya na utawachwa. Sasa wewe unaitwa bibi mdogo na maid, wapi tofauti? So hiyo pia naambianga wanawake ni umalaya. Hakuna kitu atanifanya, it is the truth. Anyway, ladies, kama unanisikia na ushai dinywa kwa nyumba yako, mimi sinanga filter. Kama unaleta mwanaume kwa nyumba yako, anatoa manguo na kufanyia anasa kwa nyumba yako, pia wewe huna akili. Niambie relationship yoyote imefika mbali yenye mwanamke ndio breadwinner. It can never be. Haiwezi. Hii kitu tu tumeileta tu, men are lazy, tunapenda rahisi. It can never be. Huwezi toka kwako, unaenda kwa nyumba mwanamke, wewe pia umetoa manguo zako, unatumia tissue yake. Yaani mpaka unakulia kwa nyumba una flash. Are you normal? Are you okay? How do you get erection kwa nyumba yenye ulipi rent? Nasemanga wasichana wajaluo, msichana mjaluo ndo msichana unaweza mguzaguza hivi, umtoe nguo upate amevaa short ya gore ndani. Unajua wanawake, dating a Luo man and getting married to a Luo man are two different things. Unajua ukidate a Luo man atakufanyia kitu yote. Tunapenda kujigamba. Yes. Tunakupeleka Mombasa, tunakupa Jack Daniels. Yes. Baby utakunywa nini, unaelewa? Lakini sasa tafuta bibi mjaluo mwenye anasikia mzuri. Hakuna. Uliza mtu anakuambia ati I'm busy. Na anashukana Kenyatta Market. Msusi anaweza kuwa busy aje. What they want to do, wanataka kufanya umalaya kwa hiyo nyumba. Sasa anaogopa mtoto wake atamzuia kufanya nini? Kufanya umalaya. Yeye sasa amebleach ni mweupe, mtoto naye ako na mashilingi ushago. Yeye ameweka hadi matiti yake tattoo, unashindwa what is going on. Na wanaume ukiwahi kuwa na dem na unaona anaishi Nairobi, anaishi town na ameacha mtoto na mama yake, wachana na huyu mwanamke. Kama pendi mtoto wake hata wewe atakupenda. Achana na huyu mwanamke kabisa. Na same to ladies, ukipata mtu na kutaki na mtoto wake, pia yeye aende mali kama Ethiopia. Lakini hapa Kenya wasichana wamezaa ndio wako. Hata in your early 20s usiharibu maisha yako. Number 1, watu watumie condom. Kama hakuna condom, vaa karatasi ya chumvi. Vaa karatasi ya chumvi. Mwenye hataki condom awache. Mtu asikuharibie maisha na fani ya dakika 2. Life yako ita change forever. Yes. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia Sato. Guys, mtu ni mtu mpoa sana. Asingoja kuwe mtu mwingine sasa ako big hapo ndo unajua kusema Omari nilijua uta make it. No, hapana. Mtu akifanya kitu tunamsupport. That is it.